Leo tunatengeneza power station ndogo, ka power station kadogo kabisa ka watt 30. Unaona haka ni inverter board ya watt 30. Naenda kutengeneza ka power station ketu ka beti chache, ka beti PC 6. Power station ya beti PC 6. Kwa hiyo hapo na hii inverter board na socket na switch na output USB volti 5 kama unavyokiona, na input DC charging system kwa ajili ya kuchaji hizi battery. Hiki kinaingia volti 5, kinatoa volti 13 boosting charge, na hiki kwa ajili ya solar kinaingiza kuanzia volti chache mpaka volti 30, lakini kinatoa volti 13 kwa ajili ya kuchaji hizi battery kwa kutumia solar panel. Na vitu vyangu kama unavyoona vingine ni hivi hapa. Kwa hiyo hapa sasa twende kwa haraka haraka. Hapa na beti PC 6. Kwa hiyo naenda 3 parallel 3 series kama unavyoziona hivi. Kwa hiyo tunaanza kwa haraka haraka, tunaanza ku welding 3. Hizi ni 3 33. Unaona Kwa hiyo zinatembea parallel 3. Kama unavyoona hapo, naenda kuwasha welding machine yangu vizuri kwa ajili ya welding hizi betri. Fuata hatua kwa hatua kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo kama unavyoona hivyo, bila kuharibu video au kufanya iwe short, ngoja uangalie step by step. Naenda kutengeneza power station ya watt 30 kwa ajili ya kuchajia simu, kwa ajili ya kuwashia taa. Unaona kuona vitu kama hivyo, kama unavyoona hivi, na weld beti zetu mtindo wa 33. Kwa series zetu, series zitakuwa ni parallel ya piece 3. Kwa maana yake tuna beti 9. Beti 9 naenda kutengeneza nani yetu vizuri kabisa, ili fungu la kwanza limeshakamilika. Hili tunaenda kuweka fungu la pili. Hakikisha beti zako ni nzima, hazina shida yoyote, ili kupata matokeo mazuri. Wabunifu, tengenezeni power station, ni rahisi kabisa, wala msiwe na haraka ya kununua. Undeni za kwenu ili maarifa yazidi kuongezeka. Ukisema mnunue tu moja kwa moja, ni lini sasa tutaweza kutengeneza vya kwetu? Unaona, kwa hiyo ndio hivyo kama unavyoona, power station ndogo yenye uwezo wa kuchaji simu, yenye uwezo wa kuwasha taa na vitu vidogo vidogo. Maana power station yetu inaenda kuwa na watt 30. Ni rahisi, haikukosti, yani hata nafikiri hata 50,000 haifiki. Ukitaka vifaa vyote hivyo ninavyovitumia hapa, kama hivi inverter board ipo, hizi nickel zipo, vitu vyote unavyoona hapa vipo, VMS zipo. Naona bwana, kwa naenda kukamilisha beti zetu kama unavyoona. Inakuwa simple and clear. Sasa hivi mambo yamekuwa ni simple, msiogope kujaribu. Jaribu hata kama ukiharibu, ndio mwisho wa kufahamu. Naona bwana, hata kama ukiharibu ndio mwisho wa kufahamu. Hapa tunapata mafungu yetu 3 kama unavyoona hivi. Kwa sasa unaona kazi rahisi imeshafanyika. Unachofanya tu, ukishazipanga zikaangalia sehemu moja, chukua la katikati, geuza, ili mambo yasiwe mengi. Sasa ili kuya balance, piga gundi, si lazima. Na katikati unaweza ukaweka kikaratasi ili kuzuia joto kali, kama ni sehemu ambayo ina nani, ili kuzuia mgusano wa betri. Lakini haina shida, mimi napiga hii glue gun. Na yenyewe ipo, bei simple kabisa. Ubunifu, vitu ambavyo hamtakiwi kutokuwa navyo ni hivi, lazima uwe navyo. Unaona, kwa inakuwa mtindo kama huu unavyoona. Ani yetu iko tayari. Ngoja tuipige gundi ili kusudi iwe imara zaidi, kuzuia mgusano au kuzuia zisiachane. Unaona,
naenda kuzipiga gundi tape, naenda kuzipiga tape. Kwa hapa tuna betri 9. Unaona kama inavyokamilika. Sasa tutengeneze series hizi kwa parallel, tutengeneze series. Hapa 0 inakuja hapa, tunaipiga hivi. Kwa tunakata vipande vyetu vya nickel kama unavyoona hapa. Hii nickel tayari ipo. Tunaenda kubana sasa hapo. Hakikisha beti zako zinakuwa strong. Usibanie nickel wala usibanie hizi welding. Angalau naniwe iwe imara zaidi kama unavyoona hivi. Pap, kwa sababu hapa ilikuwa 0, hivi inakuja hivi. Hivi inabidi upige hivi sasa. Kama unavyoona hivi. Hivi hapa. Kama unavyoona hivi. Naenda namalizia na hiki. Kisha pima hapo tayari nitakuta volti imesha kwa series. Naona hapo tumemaliza. Kama unavyoona hivi. Sasa tunaipima hii kuona kwamba kweli imeleta hizo volti. Naenda kutest na multimeter yangu vizuri. Kama unavyoona napima DC hapo. Kwa napima napata tayari volti 12.8. Naona nimeshatengeneza volti 12. Maana yake hapa nikipima fungu moja hapa ni 4, fungu la pili ni 4, fungu la tatu ni 4. Umeona ilivyo jibalance vizuri? Kwa zimebalance vizuri. Sasa naenda kuweka BMS. Nazo BMS nyingi tu, lakini hapa nitachagua BMS ya ampere 40 ili kudumu kwa muda mrefu. Naweka BMS ya ampere 40. Naangalia 0 iko wapi? 0 ni hii hapa. BMS yangu naye naangalia 0 iko wapi. Na cheki 0 nakuta hii hapa. Kuona mimi sasa BMS yangu ikikaa hivi ni vizuri, kwa sababu tayari 0 ipo karibu. 0 hii 12 hii hapa. Kwa naenda kuipiga tape gundi. Naenda kuipiga glue gun tu ya kawaida. Wala usihangaike kutumia gundi zingine ambazo zitakusumbua kichwa. Weka tu hivi pap. Umemaliza. Bahati nzuri hii gundi nayo inazuia joto kuwa kali pia inazuia mgusano wa chuma na chuma. Kisha fanya hivyo, naenda kuchukua soldering. Naanza kuchomelea sasa. Naanza 0 hapa, nafuata volti 4, then nafuata 8, nafuata 12. Unaona? Twende tu, naenda kutia waya zangu sasa. Tumia waya ambazo zipo imara. Kama unavyoona hapo hivi. Kama unavyoona hivi. Tumia waya zangu vizuri. Unaweza ukatumia kopa kama una kopa. Full kopa ni nzuri zaidi. Unaenda kupiga. Naanza 0. Kata vizuri hapa. Naenda hapo hivi. Naenda kupiga hapo 0. After 0 hapa naingia kwenye volti 4 volt. 4 volt series ile ya betri 1. Nasema betri 1. Taalamu nasema betri 1. Hii hapa. Shikilia kwa makini kabisa. Wala usifanye papara. Kazi nzuri huwa inakuwa na umakini. Unatia umakini. Kazi ikiwa mbaya manake hukuwa makini. Manake kazi ukiona umefanya kazi mwanzo hadi mwisho alafu hakuna matokeo, basi usikate tamaa, lakini ongeza umakini zaidi. Jiulize kwa nini haijakamilika. Shida nilikosea wapi?
Unaweza ukaweding beti zako vizuri hapo, lakini zikakataa kutoa, utafanyaje? Unaona, unachomelea. Sasa hivi naenda 8, nitoka 4 naenda 8 kama BMS alivyoniandikia hapa hivi, na kuigusa hapa. Hii tunatengeneza ni power station ndogo ya watu 30 ya kuchajiwa kwa kutumia sola pamoja na umeme wa AC. Kwa wewe mwenyewe uangalie, kama hauna umeme wa AC utaamua utumie umeme wa sola kuchajisha. Unaona, baada ya hapo unaenda na malizia na volti 12 hapa kama unavyoona. Cha kuzingatia, tumia waya unaofaa, waya mzuri. Usitumie waya mwembamba sana. Waya mwembamba sana utakupunguzia current, utaanza kupata moto. Unaona hapa, kama unavyoona hivi. Enda na piga hapo waya wetu, piga hapa vizuri kabisa. Unaona, kwa tunaenda tunapata sasa. Ili kuhakikisha kama BMS yetu inafanya kazi, manake tunapima hapa kwenye BMS output 12. Unaona mwenyewe output 12. Kwa hiyo hapa sasa, hapa panatakiwa patoke waya 4. Nitakuuliza kwa nini zitoke waya 4. Haya, wewe mwenyewe utaniuliza kwa nini zitoke waya 4. Tutaelewa tu mbele ya safari. Kwa hapa nitaenda kuchagua waya zangu nzuri hizi, mweusi na mwekundu. Alafu hapa tena nachagua naweza nikachagua rangi yoyote ile ili nisichanganye. Naweza nikachagua hii pamoja na hii, naona, ili nisichanganye waya zangu. Kwa nakata hapa hivi, napata waya 2 huku na 2 huku. Make sure rangi, usikosee rangi ili kusudi zikupe kodi wakati wa usichanganye positive na negative. Kwa mfano hapa mimi hizi nachanganya hapa hivi, hizi nachanganya hapa hivi, alafu hizi huu nachanganya na huu, kama unavyoona huu sasa inakuwa ni negative. Hii ni nini? Negative. Nenda solding negative yangu vizuri, kama unavyoona negative. Naipiga kwenye BMS negative, hizi ziko 2. BMS negative naipiga tayari hapo. Haya, napiga tena kwenye nani yangu hivi positive, naangalia kwenye BMS positive hii hapa. Kwa napiga positive, kama unavyoona positive tayari. Haya, sasa hizi 2 na hizi 2 kwa ajili ya kuchaji kwa kutumia umeme. Hizi 2 hizi naenda kuweka kabisa, naenda kuchukua hiki. Hii ni charging system. Ngoja tu test kabisa volti 5 tuone kama kinatoa kweli volti 12. Unaona, hii ni type C volti 5, taa ikiwaka hivi. Unaona, sasa ngoja tu test kupima hapa, tuangalie volti zinazotoka hapa ni namna gani. Haya, nikipima hapa mwanzo nakuta ni volti 5. Kishaanza kurukaruka hivyo, maana yake inajiandaa kuchaji, kwa sababu beti sijaweka. Nikipima hapa mwisho nakuta volti 13. Nakuta volti 10 ngapi? Ngoja ilete 13. Inaita volti 13. Ikiona hamna beti inabadilisha. Sasa hapa kuna volti 13. Hapa kuna volti input volti 5. Input volti 5, output volti 13. Ikiona hamna nani inaanza kuchange, lakini ikiona ipo ina boost inakuwa volti 13. Hichi hapa. Hii kama unavyokiona. Lithium battery charger booster. Hiki sasa kama nilivyokuambia, zile waya zangu 2 hizi hapa zimetoka kwenye BMS direct. Naenda kuzipiga soldering hapa na hapa,
positive and negative. Hizi rangi usichanganye. Hii ni positive. Ukichanganya unakiua hiki kibooster. Usichanganye. Ukichaji hizi mabeti, haya mabeti ni beti 9. Hii backup yako unaweza ukaijaza chaji kwa masaa 4 kwa kutumia haka. Kwa kutumia chaji ya volt 5, masaa 4 tu imeshaja. Naenda kupiga kwenye betri positive. Betri positive. Hapa ni betri negative. Naenda kuchukua ule negative, kichanganye unaua, unakipiga short. Naenda kupiga kwenye negative kama unavyoona. Kwa naenda kupiga kwenye negative. Unapima mara kwa mara usikute volti zimebadilika. Kwa hiyo hiki sasa natumia kuchaji ya mabeti. Kwa mfano kabla sijaendelea, nikiweka hivi, unaona mwenyewe. Unaona hapa tuna volti ngapi? Unaona hapa kuna 12.11. Haya, kama hii volti 5, Type-C volti 5. Nikipiga hivi, hiki kinaniambia kina charge. Ndio maana kimekaa kimya, maana yake kina charge. Nikija kupima huku napata 12.24 tayari. Unaona inavyopanda, hiyo 12.25. Kwa hiyo inapanda chap. Kwa hiyo ilikuwa 12.11, sasa hivi imepanda kabisa kwa kutumia, naona 12.6. Nione inavyoendelea. Ukiendelea kubaki hapo inaongezea namba. Manake ndani ya masaa 3 hizi beti zitakuwa zimeshajaa kwa kutumia volti 5. Naona namba zinapanda. Nimeacha multimeter hapo tu, naona namba kutoka ilikuwa 5 sasa hivi imefika 7 kwa kutumia hiki. Na hata tukipima kule tutakuta volti zimeongezeka. Ilikuwa 12.10 sasa hivi iko 12.15 14. Naona kanafanya chapu kabisa kuchaji. Sasa ndio lengo la kuacha zile waya mbili. Sasa hizi mbili zingine hizi nene, hizi ni nene. Hii ni negative. Unaona hii kuna solar alafu kuna hiki cha kuchaji simu. Kwa unaenda kuchukua waya mbili zinazofanana hivi. Unaona? Nitakueleza kwa nini mbili zinazofanana hizi hapa. Hizi mbili zinazofanana nazitoa insulation yake. Nitoa maganda yake, naunga sehemu moja. Utaniuliza kwa nini umeunga sehemu moja, lakini nitakuja kukwambia. Umeona hapa ni negative. Yaani kutoa, yaani inaitwa kutoa au negative. Hapa. Unaona naipiga vizuri hapa, zimeshashika vizuri. Sasa naenda kuleta inverter board yangu. Hii ni inverter board. Hii inverter board ina 12 volt, inaingiza 12 volt. Negative, positive. Ukija huku wamekuchorea kabisa hapa kama unavyoona hapa hivi. Kwa sasa sisi tunaenda kumpa negative huyu, naenda kumpa negative. Hivi kama alivyo. Kama unavyoona hivi. Nampa negative. Anatulia. Negative yetu anatulia hivi. Unaona? Hizi mbili zilizobaki, hizi zilizobaki. Sasa unaweza ukazileta. Si lazima upige hapo. Ningeweza nikazipiga hapa kwenye BMS, lakini mimi nimeamua kufanya kitu kama hiki. Waya mmoja hivi. Waya mmoja naenda kupeleka kwenye solar input, solar output solar. Hiki kinaingia volti chache, naona kama kilivyoandikwa. Huku ni out, huku ni in. Huku in ndio kutakuja kuingia solar yetu huku. Kwa hapa mimi na welding kwenye negative. Kwa hiyo nakileta hapa vizuri. Nakuja kukiwelding hapa kwenye output. Make sure ni output kwa sababu ndio kinakuja kutoa volt 13. Kitatoa volt 13. Kisha ingiza solar inakuaga mpaka volt 20 saa nyingine. Kwa sasa usipotumia hiki, manake beti yako haitachajishwa kwa kutumia solar. Kwa hiyo hiki ni cha muhimu sana. Unaona? Hiki ni cha muhimu. Video inachosha, lakini
jitahidi tu uende nayo taratibu, utaelewa tu. Oh, hiki hapa hiki. Alafu waya mwingine uliobaki wa negative hivyo hivyo, negative hivyo hivyo, kuja naileta kwenye cha kuchajia simu. Sasa tupate output AC na output DC. Unaona hapa nakuleta kwenye negative hiki kama unavyoona. Kwa nakuja na kisoldering hapa vizuri, nakuja na kipiga vizuri hapa, kwa nakuja na kipiga kwenye negative, nakuja kupiga kwenye negative vizuri, piga kwenye negative. Sasa tulikuwa na switch hii, switch yetu sasa, switch hii positive kubwa hii inaitwa main positive, tunaenda kuipiga kwenye switch. Tusiache kuweka switch. Switch itafanya nini? Switch itafanya kazi ya kuwasha inverter ambao ni hii, alafu itafanya kazi ya kuwasha charge system ambao ni hii, alafu itafanya kazi ya kuwasha hii solar in. Make sure solar in yako inakuwa na switch ili kusudi inaingia kwenye switch ili kusudi muda wote isiwe inanyonya kwenye battery. Kwa nimewekea solar. Usiku unaweza ukakizima au unaacha hivyo hivyo, lakini ili kuzuia moto usipande kwenye solar, basi unaweka diode kwa nyuma. Unaona inakuwa mtindo huu. Sasa hapa nako ninakuja kuleta waya ngapi? Waya 3. Nitakuonyesha kwa nini waya 3. Kwa hiyo naweka waya 3. Tena ngoja tuweke zinazofanana ili zisikuchanganye. Ngoja tuweke zinazofanana ili zisikuchanganye. Tuweke zinazofanana ili usichanganyikiwe. Haya, naenda kuzichuna zote mbili. Zote 3. Zote 3. Nachuna zote 3. Naweka hapa hivi kama unavyoona. Usichoke, video ni ndefu kidogo, lakini usichoke kama unataka kujifunza. Hii ni njia moja nzuri sana. Usiwe na haraka. Unataka uelewe, usiwe na haraka. Hii nakuja kuipiga kwenye switch yangu. Kuipiga kwenye switch yangu. Hii sasa ikikamilika hivi, wewe unatengeneza, unaunda tu kipackage chako, unaiweka kwenye package nyingine, na kwa imeshatulia kwenye package. Unaona? Kwa unaleta hivi, unaweka waya zako zote 3 hapa kama unavyoona hivi. Kwa unaenda kuzichuna vizuri hivi. Nipate wa solar, nipate wa USB, nipate wa inverter board. Kwa hapa naenda kushika mmoja mmoja. Kwanza na inverter board. Hakisha hapo umezima kwanza. Kwanza na inverter board. Inverter board yetu hapa volt 12 kwenye positive. Volt 12 kwenye positive hii hapa. Volt 12. Volt 12 positive hii hapa. Haya, unaofuata peleka kwenye USB port. USB port ile yako hii hapa, positive, upande wa positive. USB port upande wa positive, ili ukiwasha vyote viwake. Unaona, USB positive yako hii hapa. Haya, hii hapa USB positive. Hii ni solar. Hii solar yako sasa kwa ajili ya kuchaji haya mabetri. Kwa hiyo hii sasa iko multipurpose, unachaji kwa kutumia umeme au panel au vyote kwa pamoja. Kadiri ukiweka vyote kwa pamoja, manake itachaji kwa muda mfupi, kwa sababu zote zinaenda kukutana, inakuwa parallel, zinatengeneza ampia kubwa. Hiki na chenyewe unaweza ukakichaji kuanzia panel ya watt 10. Panel ya watt 10 inaingia hapa, inapeleka moja kwa moja kwenye betri. Angalia nilivyounganisha. Hii nimefanya hivi ili ukiwasha hapa, hiki na chenyewe kiende kwenye nani. Ningeweza nikakipiga direct kwenye BMS, lakini nimeamua kukiwekea switching hapa. Unaona kama zilivyo hivi na hivi. Sasa twende tukamalizie kitu kimoja. Uweke vizuri zile zikachomana. Twende tukamalizie kitu kimoja. Tukamalizie hii socket yetu. Hii socket kwa ajili ya kupiga kwenye inverter.
Hii tuweke waya wake, tuweke waya, unaweza kaweka waya refu kidogo, hata huu unaweza ukaukata vizuri. Hii haina, kuna live kuna neutral, lakini hiyo haijalishi sana, unaweza ukaweka tu waya za kufanana, sio mbaya. Unavyoona hapa, ndugu mbunifu, jitahidi ubuni vitu, usikae tu. Sasa hivi kuna vitu vingi vinapatikana kwa urahisi kabisa, kwa hiyo usikae bure. Sasa hapa kuna pointi, hapa kuna pointi A, kuna pointi B, kuna pointi C. Sisi tunaenda kuunganisha pointi A na pointi C. Hii pointi B achana nayo kwa sababu no protection. Hii pointi B maana yake inaweza ikafika hata mpaka wati 40, lakini hiki unaweza ukakiunguza. Kwa hiyo tupige A na C. Kwa hiyo tunaenda kupiga. Kumbuka hapo kwenye switch sijawasha, ndio maana nakishika tu hivi, kinapiga shoti. Hiki kinapigaga shoti. Napiga kwenye A na C yetu hii hapa. A na C yetu hii hapa. Hii sasa ndio inaenda kwenye socket moja kwa moja. Hii ndio inaenda kwenye socket moja kwa moja. Hii ndio inaenda kwenye socket moja kwa moja. Socket output volti 240 mpaka volti 220 inategemea. Lakini standard volti 240 mpaka 30 mpaka 20. Kwa hiyo naenda kupiga hapa. Sasa nani yetu kama tumemaliza sasa. Sasa vitu vyetu ni kama tumevimaliza. Ngoja niweke vizuri ili tutesti hapa, wewe mwenyewe uone. Ngoja tuweke hapa kabisa hivi. Weka vizuri visije vikachomana. Ngoja vitu vyetu hii betri yetu hii, inverter yetu hii, socket yetu hii hapa, switch yetu hii hapa. Make sure unaweka vizuri visije vikachomana. Vikigusana vinapiga short. Unaona vitu vyetu viko hapa hivi vizuri kabisa, hivi hapa nani yetu. Vikigusana vinachomana kama ndivyo kuambia. Kwa hiyo jitahidi visije vikagusana. Naona nani yetu hapa. Sasa kabla hujatesti, make sure nenda kapime kwanza na multimeter. Kapime kwanza na multimeter yako vitu vyako viko namna gani. Kwa mfano hapa panatoa volt 12.10 kwenda 11. Hapa kipima tena hapa kwenye kuna nini nako panatoa 12.11. Kwa flow yako iko vizuri. Hata ukija kupima hapa kuhakikisha ili kama umekosea polarity, nakuta hapa iko volt ngapi? Ngoja tupime vizuri. 12. Hii haijatoa kwa sababu sijaipa switch. Imenipa tu mfumo wa resistor. Haijatoa kwa sababu sijaiwasha. Sasa basi tunaenda kuwasha mashine yetu. Ukibonyeza hivi, unaona hiki kwanza kinawaka taa. Unaona hiki kitawaka taa kwa ajili ya USB. Hiki na chenyewe kwa ajili ya solar panel. Alafu hapa patakuwa panatoa umeme wa volti 200 na kitu. Ngoja tupime kabisa hapa. Unaona pametoa mpaka volti 262 high voltage. Unaona, kwa hiyo hiki kimetoa mpaka 200, ila ni standard. Ukianza kutumia tu zinashuka kidogo. Kwa hiyo hapa ni 220. Kwa hiyo na ni 220 mpaka 240. Kipima hapa kwenye beti yetu nao iko vale. Kija kupima hapa iko pima vizuri 260 na, lakini sasa hii ni balbu yetu. Hii ni balbu ya umeme kabisa. Hii kama unavyoona. Hii ni balbu yetu unavyoona hii. Hii ni ya umeme kabisa. Naenda kuplug hapa hivi. Unaona balbu imewaka kwa mwanga mkali kabisa. Hii hapa panatoa 220. Huku kunatoa volti 5. Unaona mwenyewe. Unaona kama unavyoona balbu yetu inatoa mwanga mkali kabisa. Hii balbu ni wati 10. Hii balbu ni wati 10 ya umeme wa TANESCO.
Kwa hapa panatoa 220 mpaka 250, lakini haitaunguza. Kwa hiyo 250 ndivyo chomeka balbu tu ilishuka mpaka 240 mpaka 230. Kwa usiogope. Kwa sasa kumbe backup yetu imeshakamilika. Wewe ni kutengeneza housing tu. Unaona? Hiki utakifungia kule ndani, utakishikilia na gundi. Hii socket utaitolea kwenye box lako, utalichonga, itatoka pale. Alafu hii cha kuchaji, hichi cha solar in, waya za solar zikija hapa, unaweka zile pin zile male na female. Alafu hiki charging input. Hii manake ilikuwa ni charging input kama tulivyo test hapa. Maana una test hapa hivi. Kwa kinapeleka hivi kwa ajili ya kuchaji hizi betri. Kama una umeme tumia hiki. Kama hauna umeme tumia solar. Sasa hiki cha volti 5, wewe tukatesti kabisa. Ngoja tukatesti kabisa. Ngoja tukachukue waya wetu na hii hapa. Tunaenda kuplug hapa ili tupate volti 5. Hichi kinatoa volti 5 sasa hiki. Kama unavyoona hapa hivi. Ili tupime tujue kama kuna volti 5, kwa tujaribu kuchajisha power bank. Ili hapa ni power bank letu. Ili kama unavyoona ni power bank letu. Tunaenda kulichomeka upande wa type C hapa hivi. Kwa unaona inapeleka vizuri. Unaona. Kwa hapo umepata volti 5 fast charge. Hiki hapa ni fast charge. Kwa kweli si nani, ni fast charge kwa simu zinazo support. Kama kilivyoandikwa kwa nyuma huko kina sifa nyingi sana. Kwa hapa kinapeleka, hapa panazalisha volti 100. Ngoja tupime kabisa. Hapa hivi. Ngoja tupime hapa panaza volti 220. Unaona mwenyewe? Volti 220. Volti 218 approximate hapo ni volti 220. Kakarude hiki. Watt 30. Tukipima huko nako kuna mabadiliko kidogo, volti zitakuwa zimeshuka. Ipo 12 kadhaa. Huku power bank inaendelea kuchaji. Unaona. Sasa hapo ukiamua kuzima, nikizima hii switch hii, na maana hata power bank huku haitachaji. Umeona imestop. Na nikipima hapa hamna umeme. Unaona mwenyewe. Kwa hiyo power bank yako kaweza kaenda masaa ya kutosha kuchaji simu tu. Hizi betri 9 hizi utachaji simu zako hata mara 2 au mara 3 au mara 4 kama ni simu kulingana na ukubwa wa miliampia za simu. Lakini kama visimu vya tochi hizi hapo unachaji hata mara 6 au mara 7. Na hapo unatumia balbu au unaweza ukatumia chaja. Unaona hapo unaweza ukatumia chaja. Si lazima utumie kuna nini hapo. Ngoja nikuonyeshe. Unaweza ukatumia chaja. Unaona? Hii naweza nikaplug hapa hivi. Hii. Kwa sasa unaona, ngoja hii USB unaweza ukachaji USB au hii. Mfano nikiwasha hivi. Hiki inawaka, hii chaji yangu inaenda kuplug hapa hii. Naenda kuplug hapa hivi. Hii. Kwa hapa nachajia simu vizuri kabisa. Ngoja test kwa power bank yangu. Kwa unaona. Nachaji vizuri kabisa. Umeona Kwa hiyo unaweza ukatumia chaja au USB wherever utakavyoona inafaa. OS Technology.